Unasikia? Unasikia? Ewe Mtanzania, nina uchungu kwa sababu ya Watanzania. Kuna watu wengi wanakufa dhambini, kuna watu wanaangamia kwa sababu dunia wanaipenda inawameza kiasi ambacho kwa sababu ya dhambi zilizoko duniani na dunia imeshaharibika. Kuna watu wamekufa vifo visivyo halali, kuna watu wamekufa vifo ambavyo sio sahihi. Wala kifo alichokufa ndugu yako sio cha Mungu. Unamsingizia Mungu, wakati mwingine unasema ya kwamba ni Mungu, lakini kumbe umekufa. Amekufa kwa sababu ya ule ulevi alionao, ulevi ulionao, hiyo bongo unaokunywa, hiyo bongo unaokunywa ndani yake kuna wakati itakuua. Kuna mtu mmoja tumemzika juzi tu hapa, wiki iliyopita. Amepiga pombe yake, amekunywa, akisema ni starehe, anaburudika. Anasikia ya kwamba yeye anaona ni raha kuwa kwenye pombe namna ile. Amelewa toka saa 10 jioni kama namna hii, wakati alipokunywa sana na wenzake. Ilipofika mida ya saa 2 usiku, akasema sasa narudi, naenda nyumbani. Alipokuwa narudi kwenda nyumbani, mlango wake wa nyumba anauona huu, hata kuweza kuvuka kuingia kwenye ule mlango. Nakwambia alijikwaa namna hii. Alipojikwaa akadondoka. Alipoanguka pale, maisha yake mazima ikawa ndio mwisho wake. Sikia habari hii, wala kuwa wala kupata shida yoyote. Ndugu zake, watu wa familia ndani yake walijua alienda tu kwenye pombe, na hata rafiki zake aliokuwa anakunywa nao walijua ya kwamba anarudi nyumbani salama, lakini matokeo yake akaanguka. Alipoanguka amekufa maisha, kwa sababu dunia ina kazi ya kumeza watu. Dunia imepasuka, dunia imevunjika, dunia inawayawaya, dunia imeharibika, dunia inalewalewa kama vile mlevi. Nataka nikujulisha kwamba kwa sababu ya dunia kupasuka, inawapasua na watu ili waende pamoja, maana dunia ina mwisho. Baba, maisha yako yana mwisho, dunia ina mwisho, mambo yako yana mwisho. Hapo unapokataa habari za Yesu, unapomkataa Mungu, lakini kuna mwisho. Yule baba